Kwa maana nasema management, yani management zao kubwa. Management zao kubwa, hata ma producer wao wale wanawagongesha mabiti ni wakubwa, kina Pacheko. Kwa sababu kimfano kama Mamina. Mamina hakuna anachokuimba isipokuwa nisema kama narudi kwako kwa kusema ni bahati tu. Bahati ipo na management yake nayo pia ni kubwa. Au sio? Na isi pressure na tumbo kupamba joto. Chanzo ni wewe chozi latoka nikitizama watoto wanakutaja wewe basi jaribu onesha huruma yako, hivi kwa nini wanitesa hivyo? Sababu kubwa ushajua na kupenda, kitu kidogo mpenzi unaenda, naomba rudi mwenzako nimesalenda, gari bila mafuta ulimi bila kwa kinyi, tampata wapi ni kama wewe, mwenye tabasamu kama lako. Ni hivyo tu kidogo tu. Sasa bwana, mambo vipi? Natumaini yangu kwamba uko poa na ni mzima wa afya kabisa. Hii ni Benji TV. Leo nipo na mmoja msanii ambaye anafanya poa sana katika industry ya muziki wa singeli hapa Tanzania. Tutafahamu mambo mengi sana kutoka kwake, uwezo wake mkubwa ambao atauonyesha siku ya leo, basi tutafahamu vitu vingi sana. Au mimi ni Baron, unaweza kunifollow kupitia kurasa yangu wa Instagram, natumia Baron_012. Tunasha comment yako, utakuwa umefanya poa sana na utakuwa umetisha kinoma noma. Bwana, mambo vipi mzee? Mambo safi bro. Fresh kabisa. Mwenyezi Mungu anasaidia, niko poa. Sawa. Kwa wale ambao hawakufahamu kwa majina yako ambayo unayatumia katika sanaa ambayo tumeweza kuona uwezo wako, unaitwa nani? Kwa majina yangu ya kisanaa ninaitwa Bilo Boy. Bilo Boy. Yeah. Bilo Boy limetokana na nini? Ama ni nani ambaye alikupa hilo jina la Bilo Boy? Bilo Boy lilikuja baada ya Bilali wakakatisha wakaniita Bilo Boy baada ya Bilali. Okay, ilikuwa ni mtani. Mtani. Sawa, safari yako ya muziki ilianza mwaka gani? Naweza nikasema ilianza 2019 kwa sababu 2019 nakumbuka dada zangu walikuwa wanamaliza shule pale darasa 7 ndio ngapata nafasi ya kuperform. Kwa hiyo ngapata baada ya kuonyesha uwezo wangu nilikuwa nao, ndio hapo nikaanza kujitambua kwa kumbe nikifanya kitu hiki naweza. Mpaka leo ngabidi najikongoja. Sawa. Na ni nani ambaye aliweza kugundua uwezo wako ama kipaji chako? Naweza nikasema rafiki yangu mmoja anaitwa Jamali. Kwa sababu darasani kipindi kwa darasa la 4 tulikuwa na mtindo kupiga dawati na kuimba. Kupiga dawati na kuimba yenyewe. Kana bamba. Mwanangu na kitu bwana. Masala mpaka leo basi naanza kurekodi nyimbo. Mtaani zinafanya vizuri. Kwa miaka ya nyuma hakuna mzazi ambaye alikuwa anakubali mtoto wake kufanya muziki, kwa maana alikuwa akiamini kwamba muziki ni uhuni. Sasa tuje kwa upande wako, wazazi wako wamekubali kwamba ufanye muziki? Mzazi wangu mimi support ni mmoja tu. Mama anasupport, ila mzee wangu akubali nao kabisa ile swala. Kwa sababu mzee wangu ni mtu wa dini. Ila mama yangu anisupport yani. Hata mara mwisho nilipotoa kazi akaniambia, mwanangu kazi yako niliona iko vizuri. Ila mzee wangu sijamhusisha kwa jambo lolote, ile maana mzee wangu anajua fadhili. Ni mtu wa Mungu sana, ni swala tano tuseme kifupi. Sawa. Wapo wasanii wengi sana ambao kwa sasa hivi wanafanya vizuri sana, lakini ukirudi nyuma ya maisha yao wazazi nao walikuwa support, lakini baada ya kuona mafanikio ya watoto wao, basi sasa hivi support imekuwa kubwa na wameweza kuona maendeleo makubwa ambayo watoto wao wameweza kuyafanya katika muziki. Sasa tuje kwa upande wako wewe. Baba yako huwezi kumwambia kwamba bwana mzee, mimi nafanya muziki, naomba unisupport, naomba dua zako, kwa maana tunaamini kwamba dua kutoka pande zote mbili ni sawa kabisa, kwamba kutoka kwa mama kwa baba inakuwa nzuri sana na wewe unaweza kufanikiwa kupitia dua zao. Sasa kwa wewe binafsi haujasema kwamba nimfuate mzee nimwambie kwamba mzee, naomba baraka zako katika swala hili? Mzee wangu bwana, kiufupi hata kumshirikisha ninashindwa. Ni muwaze kwa mzee, siwezi kumwambia labda tutokee tu livu. Anaona mwanangu ndo kafikia hapo sawa, lakini kumwambia hivi ni support ngumu. Ila kwa mama naweza ngambia mama wangu ani support hapo, nimekuwa hapa na nimani kama akiwa nacho anisaidia, ila mzee wangu hata akiwa nacho hawezi kunisaidia. Kwa sababu anahisi ni uhuni kama anavyosema wewe, lakini mimi upande wangu naona uhuni wote yani. Sawa. Mpaka sasa hivi Bilo, una ngoma takriban ngapi ambazo tayari unasema kwamba hizi hapa hata nikizipeleka kwa watu nikihitaji support niweza nikapata support kwa haraka zaidi? Una ngoma ngapi? Nimeachia ngoma 4, 2 nimefanya collab na watu, 2 zangu mwenyewe. Ila kuna moja hata nikisema nipeleke sasa ngapata support watu wakasikiliza vizuri, na mimi nitanisaidia. Miaka 5 mbele unaamini kitu gani katika muziki wako? Miaka 5 mbele naamini kama nipata support hata mwaka huu hata hivi sasa, na imani miaka 5 mbele nitafanya kazi nzuri sana, kwa sababu mimi ni mtunzi bro, mimi muziki naandika. Anisikurupuki, nakaa naandika na tafakari. Hata kazi yangu mara mwisho nilikaa ndani nimeandika. Wakaja marafiki zangu walikuwa Ben na Dula, waje nashuhudia naandika. Kwa sababu sio kama nakurupuka, mimi naandika, kazi inakamilika naenda kutoa.
Wapo wasanii wengi sana ambao wanafanya vizuri sana katika mziki wa Singeli kwa sasa hivi, kina Dula Makabila, kina Meja Kunta na wengineo wengi sana. Sasa ni msanii gani ambaye unatamani siku moja uje kufanya naye ngoma, ama unatamani siku moja uje kumfikia pale ambapo amefika na uwe zaidi yake? Kuzungumzia kuzidi hapa natamani niwe kama nani, kwa Dula Makabila mara mbili yake. Ila kuzungumzia kimuziki wasanii wa Singeli na wakubali, kuna wanangu watatu. Meja Kunta namba 1, namba 2 Don Breeze, namba 3 Msomali. Hao nawakubali sana. Kitu gani ambacho unakikubali kutoka kwao? Nakubali sana melody za Don Breeze. Melody zake nazikubali sana. Na Msomali naye maneno yake anayotamka yale nayakubali sana. Ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia wao? Nilijifunza bwana, wimbo watakuwa kabla hujaandika wimbo, yani watakuwa uelezee wimbo wako unaenda kuwagusa vipi wananchi. Kama pigo la mapenzi basi ile pigo kweli. Kama pigo la maisha ile pigo kweli. Hata mtu akisema kwa sababu nyimbo nyingi za Msomali zina ujumbe, za Don Breeze zina ujumbe. Kwa napenda vitu vingi sana kujifunza kupitia kwao. Serious kabisa, mziki umeanza muda gani? Yani kusema kwamba sasa hivi nafanya mziki kama biashara, kama kazi, sio tu kipaji. Hapo kusema kama kazi ndio tuseme nimeanza mwaka huu, kwa sababu nilitoa kazi 2023 ile. Ilikubalika sana mtaani, walipokea vizuri, tuseme kama support nilikosa nikaachana nayo. Kwa sasa hivi ndo nimeamua nimerudi kipeke yangu. Support ndo kama yuko na Chuga, kina Dula ndo anisupport, yani kina Beni. Napokosea mdogo tu bwana, hapo umekosea, weka hivi na kaa fresh. Hata ngoma yangu ya mwisho amenisupport wote. Sasa ndo nasema sasa muziki biashara, sasa muziki kweli. Sawa, wanakutazama watu wengi sana sasa hivi. Na kitu kikubwa ambacho unakihitaji katika muziki wako ni kitu gani? Na Watanzania watazamaji wanakutazama sasa hivi, ni kitu gani ambacho unakihitaji kwa sasa ili muziki wako ufike mbali, ili uone mafanikio katika muziki wako? Naweza nikasema support cha kwanza. Support sina. Kama ningepata support kwa Watanzania wenzangu wanaoniangalia, itakuwa jambo zuri sana, nitazidi kufanya vizuri kupata support. Lakini hivi safari ya kipekee yangu mara hivi waga sometimes unanivunja nguvu kusema ndio hivyo tu mwenyewe, kwa sababu nina nia na napambana. Ni kikubwa Tanzania wanasikiliza ni support yani. Kwenye maisha unaamini bahati, unaamini uchawi, ama unaamini kitu gani? Mimi naamini katika Mwenyezi Mungu, kama anaandikia nitapata, basi nitapata. Kama Mwenyezi Mungu anaandikia kupata, na maana sitapata, kwa sababu ninaishi kwenye imani yangu. Kama Mungu anaandikia nitakuwa hivi, hakuna mwanadamu yote kuzuia. Ila kama Mungu hajapanga, basi itakuwa hivyo. Ila kwa uwezo wa Mungu na mimi na jitihada zangu mwenyewe, malengo yangu yatatimia. Sana mwaka nimepania sana. Dula Makabila yeye anaamini sana uchawi, anaamini kwenye kuroga ili kazi zake ziweze kufika mbali zaidi. Na hata kwenye baadhi ya interview ambazo amefanya, haogopi kusema kwamba yeye ni mtu mmoja ambaye analoga sana na ndio maana anafanikiwa katika muziki wake. Poko wewe hapo unazungumzia vipi swala hili? Hili swala bwana bro, kwa kila mtu kwa upande wake. Kwa na mimi ni nguvu ya giza na nguvu sana. Nguvu ya giza ni ipo popote kweli. Hata mwenyewe sometimes unaamini nikifanya nikipenda kwa mganga fulani mambo yanakuwa sawa, lakini usiteke ile asilimia kubwa sana ni kwenye shirikina. Inakuwa sio vizuri. Muamini sana Mwenyezi Mungu. Kama tunasali tusali sana, tufanye maombi ya kutosha, tuamini Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Sababu waganga wenyewe wanategemea Mwenyezi Mungu. Hakuna mganga anayekuepuka. Unaamini kwenye bahati lakini? Bahati ipo na uwezo ukiwa nao. Sababu uwezo kwa na bahati afu uwezo huna tawa. Sio kweli. Kuna wasanii hawaimbi, hawaandiki vizuri, lakini wametoboa, wamefanikiwa. Nadhani unaweza kuwafahamu. Wanafanya vizuri katika muziki wa Singeli kwa sasa hivi. Na majina yao yamekuwa ni makubwa, lakini kwenye uandishi hawapo vizuri, hata kwenye kuimba pia hawapo vizuri. Unadhani ni bahati, ni connection ya watu ambao waliokuwa nao, ama ni kitu gani? Kwa maana nasema management, yani management zao kubwa. Management zao kubwa, hata ma producer wao wale wanawagongeshia mabiti ni wakubwa, kina Pacheko. Ukisema kimfano kama Mamina. Mamina hakuna achukulimba isipokuwa nisema kama na naudi kwako kwa kusema ni bahati tu. Bahati ipo na management yake nayo pia ni kubwa. Au sio? Sikia uwezo wake mkubwa sana, na kitu ambacho anakihitaji Billboy ni support kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wanafanya muziki ama wanasupport muziki. Tumeweza kuona uwezo wake, lakini vile vile bila kusahau kwamba unaweza sasa kuangalia kazi zake kupitia akaunti zake za YouTube, anatumia Billboy, lakini bila kusahau Facebook ni Billboy, Instagram anatumia Billboy, lakini bila kusahau TikTok ni Billboy, hivyo ni Billboy. Kwa hiyo unaweza kuangalia pale ukapitia
ukatazama uwezo wake na kazi zake ambazo ameweza kuzifanya. Kikubwa anachokihitaji ni sapoti kutoka kwa watu mbalimbali ama wadau wa muziki. Je, neno la mwisho ambalo unaweza kuzungumza kwa watazamaji pamoja na wadau ambao sasa hivi wanakutazama? Neno langu la mwisho sina la kuambia zaidi tu kusema tarehe 10 kuna kazi naachia, kazi yangu mpya hiyo ambayo nitaifanya na video. Kikubwa nahitaji support zao. Tarehe 10 nahitaji kuachia ngoma mpya. Nahitaji tu support zao. Tarehe 10 mwezi huu hapa wa February, sio hivyo? Wakae mkao wa kula. Naachia Kigongo. Sina kazi mbovu. Sawa. Moyo wangu umebeba mengi sana, nasusa maumivu ya mapenzi. Moyo wangu kubwa wangu ni yangu, sinipe mateso kajuta kipenzi changu. Moyo wangu umebeba mengi sana, nasusa maumivu ya mapenzi. Moyo wangu kubwa wangu ni yangu, sinipe mateso kajuta kipenzi changu. Changamoto kweli nazipitia, hauna budi univumilie. Hii usiku mchana nitapambana, nihakikishe kipenzi uwe salama. Hii usiku mchana nitapambana, nihakikishe kipenzi uwe salama. Moyo wangu napenda amani, moyo wangu haupendi karaha.